kutusi watu na kuwatishia, kisha mwishowe jamii hiyo hiyo ya kimataifa inakuja kwangu na kusema ndiyo, unastahili kufanya hivi na hivi. Mimi nasema nini? Na nawaambia, hamuoni kwa kufanya hivyo munamfurisha kichwa huyu bwana asitafute suluhu la matatizo yao? Balozi wa Rwanda nchini Marekani Matilde Mukantabana kwa mara ya kwanza mnamo Januari 22 wakati wa kikao cha kamati ya bunge la Marekani kuhusu masuala ya kigeni alikiri kuhusika kwa Rwanda katika operesheni ya moja kwa moja ya usalama na waasi wa M23 na tawi lake la kisiasa la AFC. Mukantabana alisema Rwanda imechukua hatua hiyo ili kuzuia uvamizi mwingine wa mpakani kama ule uliofanyika katika miaka ya 90 ambao unaweza kutishia uwepo wa Rwanda. Kamati hiyo ya mambo ya kigeni ya bunge la Marekani iliunga mkono Rwanda kuwekewa vikwazo. Nchi hiyo ndogo iliyo katika ukanda wa maziwa makuu imejikuta katika shinikizo la kimataifa linalozidi kuongezeka kufuatia ushirikiano wake na waasi wa M23, kundi ambalo mwaka jana liliteka eneo kubwa la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkataba wa amani kati ya ulisainiwa Washington kuelekea mwishoni mwa mwaka jana, ila siku chache baadaye waasi wa M23 wakauteka mji wa Uvira. Na kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo ya Jacob Safari, Rais Kagame ameihimiza Rwanda kuanza kujipanga ili kujitegemea zaidi. Na ili kufahamu kauli hiyo inatoa taswira gani, mwenzangu Grace Kabogo amezungumza na Ali Mali, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa nchini Ufaransa. Taswira inaonyesha wazi kwamba uhusiano au urafiki uliokuwa kwenye mazoea unaashiria kubadilika na kuweza kuzorota sasa. Unataka kusema pengine labda kauli hii imechochewa na kitu chochote kile? Tuseme kuna shinikizo lolote ambalo liko nyuma yake? Ni kweli hakuwezi kuwa kauli nzito kama hiyo kwa marafiki ambao walidhihirika, na kauli kama hizo zikianza kutoka ni wazi kwamba zimechochewa haswa na mzozo wa mashariki ambao serikali ya Rwanda inashutumiwa kuweza kusaidia au kuchochea vita hivyo kwa muda mrefu na kusaidia kikundi cha M23. Hilo ilikuwa wazi. Nadhani ndio sababu kubwa hasa na chochezi kubwa za kuvurugika kwa hali ya uhusiano huo. Umezungumzia madai ya Rwanda kushiriki katika mzozo wa mashariki ya Kongo. Marekani imekuwa ikitoa wito wa kuwekea Rwanda vikwazo kutokana na ushiriki wake huo, lakini tunafahamu kwamba Marekani amekuwa mshirika wa karibu wa Rwanda kwa muda mrefu. Hayo matamshi inayotoa Marekani kweli inataka kumtenga Rwanda ama ni danganya toto? Kwa kweli ukitizama siasa za Marekani hivi sasa, sidhani kwamba sehemu kubwa inaweza kuwa ni danganya toto, lakini hilo naweza kuhakikisha kwamba ni ukweli, kwa sababu Marekani tayari inaanza kukimbizana na kudhibiti sehemu zote zenye utajiri mkubwa wa madini na mafuta. Kwa hiyo na nchi ya Kongo ni nchi ambayo inamiliki madini mengi. Kwa hiyo nadhani kwamba hawawezi kupitia Rwanda kuweza kufikia madini ya Kongo. Umuhimu wa Rwanda sasa utakuwa hauonekani, na nadhani Marekani wenyewe wanaweza kudili na Kongo moja kwa moja na wakaweza kupata mali ambazo wanatafuta nchini Kongo. Tukigusia hilo swala la madini, Rais Kagame alihamaki kuhusu wale wanaodai kwamba Rwanda ndio inayopora madini ya Kongo, lakini akahoji iweje hao wayapitishe madini hadi katika nchi zao kupitia Rwanda na Rwanda isipate hata kiasi chochote. Kauli hii alimali ina maana gani? Kauli hiyo ni kuchanganya watu tu. Kama yeye alikuwa akishirikiana na vigogo katika kupora, vigogo sasa vimeamua labda kumtoa na kumtenga na kuweza kushirikiana na nchi na kuendeleza nchi na kuchukua mali hizo bila vita. Kwa hiyo mimi nadhani hiyo ni kauli ya kuweza kusikitika sasa na kuweza kulalamika kwamba baada ya kuwasaidia sasa wananitenga mimi na kunizagaza mimi kama ndio mwenyewe nilikuwa nachukua mali. Na nadhani hiyo kauli haiwezi kusaidia lolote, kwa sababu yeye anafahamika vibaya katika mzozo ambao umedumu muda mrefu kwa nchi jirani kama Kongo na nchi ndugu kama Kongo. Rais Kagame pia alizungumzia Burundi ambaye ni jirani yake, akasema kwamba Rwanda na Burundi ni mapacha kutokana na utamaduni wao kuwa sawa. Lakini vile akasema Burundi imeamua kuegemea upande wa Kongo na kuwa karibu zaidi na Kongo kuliko kuwa karibu zaidi na Rwanda. Tuseme kwamba sasa Rais Kagame anaanza kuona umuhimu wa majirani zake? Kwa kweli ni hilo, anaanza kuona umuhimu wa majirani, ambapo alidharau kitu hicho, uhusiano mwema, na yeye alijitukuza sana kwa sababu tayari alikuwa anabebwa na mataifa makubwa. Kwa hiyo Kagame alisahau na kuweza
kudharau na kuweza kuvuruga hasa uhusiano katika jirani yake. Nadhani Burundi bado iko sahihi kuweza kuweka uhusiano na Wakongo kwa sababu kihistoria ardhi ile ni ardhi moja ya nchi zile tatu, historia ya ukoloni ni moja, hata historia ya watu wao ni historia moja. Ni Grace Kabogo alipozungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Ali Mali kuhusiana na kauli hiyo ya rais wa Rwanda Paul Kagame. Na rais wa Uganda Yoweri Museveni anatarajiwa kufanya mazungumzo na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kesho Jumamosi katika ikulu ya jijini Dar es Salaam, ambapo pamoja na mengine watajadili mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Uganda hadi Tanzania kupitia Hoima. Museveni anazuru Tanzania wakati mataifa hayo mawili ya Afrika Mashariki yakijikita kuimarisha ushirikiano wa kibiashara, usalama na miundombinu. Florence Majani na mengi zaidi. Rais Yoweri Kaguta Museveni anakuja Tanzania ikiwa ni siku chache tu baada ya kushinda na kuwa rais wa Uganda kwa kipindi kingine cha miaka 5. Wakati huo mwenyeji wake Samia Suluhu Hassan naye ameapishwa Novemba mwaka jana kuiongoza tena Tanzania kwa miaka mingine 5. Wawili hao wanakutana katika wakati ambapo mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda kwenda Chongoleani mkoani Tanga nchini Tanzania ukitarajiwa kukamilika mnamo Julai mwaka huu baada ya mchakato wa takribani miaka 10. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa wanautazama ugeni huo katika jicho la kiuchumi zaidi na katika mfanano wa kisiasa. Profesa Revocatus Kabobe, mwanadiplomasia kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, ameiambia DW. Unafahamu hili bomba la mafuta ambalo bado ujenzi wake unategemewa kuleta tija kubwa sana, hasa kiuchumi. Bomba linapopita kuna fidia lazima zifanyike, lakini unachochea zaidi uchumi wa hizi nchi mbili pamoja na kanda nzima ya Afrika Mashariki. Kwa mimi ziara yake naitazama zaidi kwa jicho la kiuchumi tofauti na kisiasa kama ambavyo wengine wangeweza kuliona. Inaelezwa kuwa mradi wa bomba hilo utawezesha kupatikana kwa mafuta ghafi takribani mapipa bilioni 6.5 na kuzalisha ajira zaidi ya 10,000 pamoja na uwekezaji wa kudumu wa nishati hiyo. Mengine yanayotarajiwa kuzungumzwa na marais hao ni masuala ya kidiplomasia, usalama na mashirikiano ya kitaifa na ya kikanda. Mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka Tanzania, Oscar Mkude, amechambua manufaa ya kiuchumi ya mradi wa mafuta ghafi wa EACOP. Katika maana ya kiuchumi, linachagiza kwenye uchumi kwa sababu linaongeza foreign direct investment na zile activities zote za ujenzi wa ile bomba zitachangia kwenye mzunguko wa fedha za kigeni na za Kitanzania vile vile katika uchumi wetu. Kwa hivyo mradi huu kwa Tanzania ni mkubwa na ni mzuri katika kuichagiza sekta ya uwekezaji katika nchi ambayo imedorora kidogo. Miradi ya namna hii sio mingi na haitokei mara kwa mara. Tanzania kupata mradi huu na kufikia hatua ulipofikia ni hatua kubwa sana na ni nzuri kuipongeza. Urafiki wa Tanzania Uganda haukuanza hivi punde, na tunaweza kusema haujaundwa na bomba la mafuta ghafi pekee, bali ulikuwepo tangu wakati wa uongozi wa hayati baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere. Mwaka 2018 Museveni alimtembelea aliyekuwa rais wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli na baadaye kulizuru kaburi lake huko Chato. Na huu ni mwendelezo tu wa mashirikiano katika nchi hizi mbili za Afrika ya Mashariki. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Ninakukaribisha sasa tusikie yale ambayo yamevuma sana kwenye mitandao ya kijamii. Niko hapa na Angela, naona leo umenifuata huku. Nimekufuata huko Lilian. Niambie. Ndio, mimi naanza ulipoishia wewe jana. Na kwa ambaye hakusikia ni kwamba kuna baadhi ya wabunge huko nchini Tanzania ambao walishindwa kujieleza wakati wa kuomba kuchaguliwa kwa wawakilishi bunge la dunia IPU, na mmoja wao ni Bakari Shingo wa chama cha ACT Wazalendo. Pamoja na mtihani mkubwa alioupata wa kuzungumza Kiingereza, Shingo ameshinda kuiwakilisha Tanzania kwenye bunge hilo. Kumbuka tu kwamba kuzungumza Kiingereza kilikuwa moja ya vigezo vile vilivyotangazwa kwa waombaji, na hiyo haijalishi. Lili anachoweza kuambia ni kwamba ameshinda. Na ndo hapo ujue kwamba kufahamu Kiingereza sio kipimo cha akili, japokuwa maswali ni mengi na maoni. Umemsikia Msukuma? Nimemsikia yeye, naona anahoji kwa nini sasa, ni kwa nini. Na wakati spika ulishasema kwamba
kigezo kikubwa ni hiki. Haya, kuna wengi tu ambao wanalalamika kama ambavyo alilalamika, alihoji, nisiseme kulalamika, alihoji Msukuma. Na Abdalla Davoye ameandika, Kiingereza ni utumwa, sikipendi mimi. Mtu akiniongelesha sijui namuonaje, kwanza njaa itaniuma, pressure juu, jasho kibao. Ndivyo anavyosema. Halafu kuna huyu anaitwa Hani nani anasema, yani kigezo ni ujue Kiingereza na mheshimiwa hajui lakini ikapita. Haya ni maajabu. Kwa kweli ni maajabu. Na wa mwisho Humphrey anauliza, kwani Wachina wote wanajua Kiingereza? Lakini kulingana na spika ni kwamba yeye alikuwa ndio mbunge pekee kutoka upande wa upinzani, na hicho ndio kilichomfanya ama kilichomfungulia mlango. Na demokrasia ilitumika na akachaguliwa. Ndio amepata kuchaguliwa, kwa hivyo haki yake. Sawa, tuendelee. Basi jingine ambalo linavuma sana mtandaoni kwa karibu siku 2-3 hivi ni kuhusu ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu linaitwa Amnesty International iliyofichua kuwa Korea Kaskazini imekuwa ikiwanyonga raia wake wakiwemo watoto wa shule wanaothibitika kuwa wameangalia tamthilia iliyotengenezwa Korea Kusini inaitwa Squid Games. Hata mimi niliangalia. Sasa waangalizi wanasema maudhui ya hii tamthilia kuhusu ukosefu kubwa wa usawa, madeni, maisha katika utawala wa kikatili yanaendana sana na yale ya Korea Kaskazini, na huenda ndio wanaona ni kama wanaguswa mahali fulani. Ni sababu, lakini pia mashuhuda walifanikiwa kutoroka. Wanasema wakati mwingine wanafunzi wanalazimishwa kushuhudia watu wakiuawa kama onyo kwamba hakuna kuangalia maudhui ambayo yamepigwa marufuku. Kumbuke kule maudhui mengi kutoka vyombo vya kimataifa yanazuiwa. Ni kweli. Kwa hiyo kama muda tunao bado ni kusomea walau mtu mmoja. Fumujunga anasema, unawezaje kuwaua wanafunzi tena watoto na hakuna wa kukufanya kitu? Hii sio sawa. Kwa kweli hatuwezi kuzungumza zaidi ya Korea Kaskazini. Asante sana Angela. Labda tuangalie na wenzetu wanaotufuatilia wamesemaje. Mimi nafungua hapa kwenye Facebook, namwona Ruben Bandora wa Tabora anasema, Iran na Marekani hakikisheni mnafikia makubaliano ili kumaliza mizozo. Barnabas Kulaya wa Moshi Tanzania anasema, kila laheri Rais Samia katika mipango yenu hiyo ya bomba la mafuta. Na wenzetu Uganda Derek Gabriel anatokea Tanga Tanzania anasema, Umoja wa Mataifa ingilieni kati mizozo inayoendelea ulimwenguni kote, raia wasio na hatia wanaumia. Mudi Katalai Chelsea wa Songea Tanzania anasema, Urusi na Ukraine vyema kukaa meza moja ili amani ipatikane. Nicholas Godfred Babadiana wa Manyovu Tanzania ameandika, kila laheri Rais Museveni katika ziara hapo Tanzania. Mesanga Albinos Baba Veronica wa Mtukula Tanzania anasema, tunawatakia kila laheri Iran na Marekani kwenye mazungumzo yenu. Na Theophil Floribelt wa Kigoma Tanzania anasema, tunaomba amani ya kudumu ipatikane Kongo. Kevin Emede anasema, viongozi wa Kongwe ndio wanairudisha nyuma Afrika. Na kwenye YouTube anasema, nimeitegea sikio DW nikiwa Kasese Uganda. Anaitwa Masereka Paul. Shukrani sana kutoka huko Uganda. Saitoti Korduni wa Dar es Salaam ameandika, makubaliano ya nyuklia yarejelewe tena kwa upya ili kudhibiti maafa yanayoweza kutokea. Beatus Baltazari anauliza, amani ya kutarejea lini duniani kote. Na Peter Rogers kutoka Bariadi Simiyu anasema, anawatakia mazungumzo mema Iran na Marekani. Na Jackson Valence wa Dodoma Tanzania anauliza, Umoja wa Afrika mko wapi kutatua mizozo inayoendelea barani humo? Aloisi Samba ametuandikia kutokea Arusha anasema, kila laheri Marekani na Iran katika mazungumzo yenu. Humphrey Masi ametuandikia kutokea Singida anasema, Rais Trump tanguliza diplomasia kumaliza migogoro duniani na sio vitisho vya kijeshi. Jafar Kopo Moshi Tanzania ameandika, kuishambulia misafara ya misaada ni ukatili. Na kwenye ukurasa wetu wa Facebook Justin Kawaya wa Moshi ameandika, ni jambo la kushangaza kwa shirika kubwa duniani kukosa fedha za kujiendesha. Umoja wa Mataifa jitafakarini. Na Ababuka Mlanda anasema, uchu wa madaraka ndio unaowafanya marais wa Afrika kusalia madarakani kwa muda mrefu. Tunahitimisha hapa sehemu ya kwanza. Wakati huu tuna muda mfupi ujao tutakuwa na mjadala, endelea kuwa nasi. DW inapatikana pia kupitia Facebook.
Ninakukaribisha sasa kwenye mjadala. Wanawake wanaweza kupata mimba kwa namna ya kawaida tu kuanzia umri wa kubalehe hadi wa kukoma hedhi, ambao kwa kawaida hutokea kati ya miaka 45 na 55, lakini wastani wa umri wa kukoma hedhi ni miaka 51. Ingawa baadhi ya wanawake hupata ujauzito wakiwa na umri wa miaka 40, uwezo wa uzazi hupungua sana baada ya miaka 35 na hupungua hata zaidi baada ya umri wa miaka 40, na kufanya uwezekano wa kushika mimba kwa njia ya kawaida uwe mdogo ama kukosekana kabisa. Lakini wakati tukishuhudia wengine wakipata ujauzito wakiwa hata wamepindukia miaka 50, je, ukweli ni upi? Na changamoto ni ipi kwa wanawake? Na kumradhi, na je, changamoto huwa ni kwa wanawake tu ama pia wanaume? Na kuna hatari ipi inayowakabili hasa wanawake ikiwa watapata ujauzito kwa umri mkubwa? Ungana nasi kwenye mjadala wetu leo, nikiungana na wachangiaji wetu Dr. James Chapa, mtaalamu wa magonjwa ya wanawake akiwa jijini Dar es Salaam, na Bi Shifaa Said Hassan kutokea visiwani Zanzibar, atakayetupa uzoefu wake. Karibuni sana. Asante. Tunashukuru sana. Asante sana. Mimi naomba nianze kwanza na Bi Shifaa hapo Zanzibar. Wewe unavyoona, unaamini kwamba upo umri wa mwisho kwamba mwanamke hawezi tena kupata ujauzito? Kwa ufahamu wangu mimi, sio mtaalamu sana, lakini kwa ufahamu wangu mimi najua kwamba kuna umri fulani mtu ukifika huwezi kupata ujauzito. Lakini hata kama unaweza kupata ujauzito pia tunasema ile rutuba yako au fertility yako kama mwanamke inakuwa inapungua kidogo. Na unadhani inaanza kupungua kwa umri gani, kwa vile ambavyo unajua wewe? Kwa vile ambavyo najua mimi, nadhani inaanza kupungua kuanzia miaka 35 na kwenda mbele. Lakini katika kipindi hicho unaweza kupata ujauzito. Labda Bi Shifaa, naweza nikakuuliza swali hili na uko huru kunijibu ama la. Una watoto na pengine ulipata hawa watoto katika kipindi gani? Asante. Mimi alhamdulillah, nashukuru Mungu, nimeolewa na na watoto. Na watoto 4 alhamdulillah, lakini kwa kwetu huku nilichelewa kidogo kuolewa pengine, lakini ndio nimeolewa alhamdulillah. Nimepata mtoto wangu wa kwanza kama na miaka 28 29 hivi, mtoto wangu wa kwanza. Alafu baadaye kidogo zikatokezea matatizo hivi ya afya. Kwa sababu mimi nilikuwa za kwa operation. Kwa hivyo ikatokezea kidogo changamoto. Kwa hivyo nikachelewa kidogo nikapata ujauzito wa pili, lakini kidogo pia nikapata hizo changamoto za afya na matatizo ya ujauzito, lakini baadaye pia nikapata wengine wawili. Alhamdulillah. Kwa hivyo ilikuwa kidogo umri umesogea. Wale wawili wa mwisho, especially wale wawili wa mwisho. Kwa mfano kama nakumbuka kisawasawa, nilipata wale wawili wa mwisho kwenye miaka 38 hivi na 37 hivi, na 37, 38, 39 hapo. Wale wawili wa mwisho. Huyu wa mwanzo na huyu wa pili nilipata hapa kidogo bado hapo. Hiyo miaka 35 sijafika. Na hawa wawili wa mwisho haukupata changamoto yoyote wakati wa uzazi ukilinganisha na yule ambaye ulimpata ukiwa na miaka 28 29? Mimi miaka 28 na 29 sijapata matatizo. Matatizo nilipata yule mwingine kama miaka 31 na 32 hivi. In fact alifariki wakati nishatimiza, yani sijui wenyewe wataalamu wanahitaji, lakini alitimiza miezi 9 ile wakati wa nini tena, ndo pale ndo kapata matatizo mengi. Lakini hawa wengine niliona ni hii hawa wa hiyo miaka 38, kusema kweli niseme ukweli wangu, sijapata matatizo, isipokuwa mimi huwa sizaika nazaa kwa njia ya operation toka ule wa mwanzo, na huyu wa pili na huyu wa tatu na huyu wa 4. Lakini ukiondosha hiyo kuzaa kwa operation, kwenye miaka ya mwishoni wa 99 huko na mwanzoni mwa mwaka 2000, operation zetu zilikuwa zile mstari hivi tunaita moja kwa moja hivi, sio ya siku hizi ya kufanya hivi. Lakini pia zilikuwa zina nyuzi, unakaa baada ya siku 7 unaenda kufunguliwa nyuzi hivyo. Lakini mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, nikisha kufunguliwa nyuzi alhamdulillah sijapata matatizo yote kwenye kidonda changu. Ingawaje nawajua watu kwa nini, maana huitamie tena kama mimi tena ndo kigezo chao. Kwamba wakati mwingine kuna mmoja alikuwa kidogo umri umesonga, alizaa mwanawe kama na miaka kama kwenye 40 na hivi. Akafanywa operation pia, lakini kidonda chake kilichukua sina la kukwambia, karibu zaidi ya miezi 3 kupona.
Aha. Kabla sijaenda kwa daktari, kwa kifupi kabisa, yule mtoto ambaye ulimpoteza, madaktari walikuambia ni kwa sababu ya umri ama ni kwa sababu labda mtoto mwenyewe ndio alikuwa na matatizo? Ilikuwa sio kwa sababu ya umri. Sisi watu wa kiimani tunasema ilikuwa sio riski. Sio kwa sababu ya umri, kwa sababu mimi ilikuwa chini ya miaka 35. Kama sijakosea, nimemzaa mtoto wangu wa pili na miaka kama 31 hivi. Aha, asante sana kwa mwanzo. Asante kwa mwanzo huo mzuri, lakini usiondoke, endelea kubakia nasi, nitakurudia tena. Ninakuja kwako Dr. Chapa. Umemsikiliza mama akizungumza, aliyepata mtoto wa kwanza miaka 29, baadaye akaja kupata wale wawili mwishoni kabisa huku miaka 38, 39. Kama mtaalamu, ni miaka mingapi mwanamke anakoma kuzaa, na labda umri huu mkubwa unamwathiri vipi na kwa nini? Karibu. Asante sana Lilian. Mama anakoma kuzaa au kubeba ujauzito pale anapokoma hedhi. Kwa hiyo kama ambavyo umetangulia kusema kwenye utangulizi wako, kwa wastani akina mama wanakoma hedhi kwenye miaka 51. Lakini wapo wale ambao wanakoma hedhi miaka michache kabla ya hiyo miaka 51, na wapo ambao wanakoma hedhi miaka ya baadaye, kwa sababu mimi binafsi nimeshashuhudia mama akiwa amebeba ujauzito akiwa na miaka 53 na ulikuwa ni ujauzito wake wa kwanza. Kwa hiyo endelea. Kwa hiyo mwisho wa kubeba ujauzito ni pale mama anapokoma hedhi. Maana yake ni kwamba hatengenezi tena mayai baada ya hapo. Kwa hiyo huyo wa miaka 53 alikuwa bado anapata hedhi? Yes, alikuwa bado anapata hedhi. Maana yake ni kwamba alikuwa bado anaingua mayai, na katika miaka hiyo 53 alifanikiwa kupata ujauzito. Kwa hiyo katika ujauzito huu wa miaka 53 hakupata matatizo yoyote, akajifungua kawaida? Hapana, hakupata matatizo makubwa wakati wa ujauzito. Ilibidi awepo hospitali muda wote wa ujauzito kwa sababu alikuwa anapata changamoto mbalimbali ndogo ndogo, hakupata changamoto kubwa. Na hata umri ule wa kujifungua ulipofika, in fact alifanyiwa upasuaji hata kabla ile wiki ya 40 ya ujauzito, kwa sababu akina mama ambao wana miaka 35 na kuendelea wana uwezekano mkubwa zaidi wa kupata changamoto wakati wa ujauzito na wakati wa kujifungua kuliko akina mama ambao wana umri wa miaka 35 chini. Kwa hiyo sasa yeye kwa umri wake Ni kwa nini? Ni kipi hasa ambacho kinasababisha mwanamke anapata hizo changamoto? Wewe una ushuhuda mzuri wa miaka 53. Mama hapo ameanza vizuri kabisa, ametuambia 38 hadi 39 aliweza kupata mtoto. Lakini tunaambia ikifika miaka 40 pengine huwa kuna hatari zaidi na matatizo mengi ambayo yanaweza kumpata mama. Kwa nini? Lilian, umri unavyokwenda miili yetu inachoka. Maana yake ni kwamba uwezo wa kufanya kazi wa sehemu mbalimbali za miili yetu unapungua kwa sababu ya umri. Kwa hiyo hata uzazi vile vile, kwamba umri unapokwenda uwezekano wa mama, kwanza ile tendo lenyewe la kushika ujauzito linapungua, lakini anaposhika ujauzito kwa sababu ya kushindwa kufanya kazi vizuri kwa chembe na tishu za mwili kwa sababu ya umri, unafanya uwezekano wa kupata changamoto wakati huo ujauzito au wakati wa kujifungua, uwezekano wa changamoto kuwa mkubwa zaidi umri unapokuwa unakwenda. Leo ni kwa sababu umri ukienda, kiasi cha mayai na ubora wa mayai unapungua. Mama anakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata kisukari cha mimba, kupata pressure ya mimba, anakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata watoto waliofia tumboni au kupata mimba zinazoharibika. Lakini vile kama nilivyosema, pia wanakuwa na uwezekano mkubwa zaidi wa kupata changamoto wakati wa kujifungua. Umezungumzia kidogo kuhusu ubora wa mbegu. Kuna hiki ambacho nimekisikia kwamba saa nyingine si mwanamke tu, hata wanaume ubora wa mbegu pia hupungua, na wao pia sasa wanahusika kwenye hili moja kwa moja, kwamba mara nyingine wanashindwa kutungisha mimba. Hili lina ukweli gani? Hilo ni kweli, na chanzo ni kile umri unavyosonga. Wanaume pia
hawawezi kuzalisha mbegu zenye ubora kama wa vijana wadogo. Lakini vile vile umri unavyokwenda, kiasi pia cha vichocheo ambavyo vinasaidia kuzalisha mbegu pia kinapungua. Kwa hiyo hata mwanaume, umri unavyosonga, uwezekano wa yeye kumpa ujauzito mwanamke unapungua, ingawa wanaume wao angalau wanakwenda mpaka miaka mingi zaidi, kwa sababu wanakuwa wanazalisha kiasi fulani cha mbegu, ingawa kama nilivyosema, ubora unapungua na kuna uwezekano mkubwa zaidi wa kuzalisha au kuwapa mimba wanawake na wakazaa watoto ambao wanaweza wakawa na changamoto fulani fulani kwa sababu ya changamoto kwenye miili yao, kwenye vichocheo ambao vinazalisha mbegu, lakini vile vile mbegu ambazo zinazalishwa hazina ubora. Kwa hiyo watoto wanaweza wakapata changamoto wanaozaliwa. Aha, kabla sijarudi kwa mama pale Zanzibar, hapana, kabla sijarudi tena mara nyingine kwako daktari, ninakuja huko Zanzibar. Unafahamu nini mama kuhusu hii menopause ama kukoma kwa hedhi, na pengine labda unaona kwa namna moja ama nyingine imekuathiri wewe hapa ulipofika? Labda unaweza ukatupa uzoefu wako kama inawezekana, tafadhali. Mimi haijaniathiri sana, lakini katika kile kipindi kusema kweli inakuwa kidogo kuna changamoto. Kile kipindi chenyewe cha hiyo menopause unapomaliza zile, unapokuwa kwenye ile hatua ya kumaliza. Kwa mfano kwangu mimi, labda ningetoa uzoefu wangu binafsi, yani zile siku zangu zinakuwa nzito sana, yani mpaka nikawa na wasiwasi. Yani hata nikienda pahala naogopa hata kwa kitako, hata ile nguo najua navaa nguo aina gani. Yani sikai ovyo ovyo, yani nikienda pahala pa kukaa, yani sitaki nikae muda mrefu, kwa sababu ile zile siku zangu zinakuwa nzito sana, mpaka nikawa nafanya wasiwasi wakati mwingine. Sasa kunatoka kama na vipande hivi nini. Ni hivyo, hilo moja. Lakini jengine pia nilikuwa nahisi kama nakuwa na hasira hivi wakati mwingine, zaidi ya ile kawaida, mpaka mwenyewe nikawa najiuliza hivi. Ni hayo nahisi zaidi yalionitokezea, lakini baada ya ile kumalizika na ile period kumalizika ile, ni sawa. Lakini kusema kweli, kulikuwa kuna wakati nilikuwa nashtuka sana. Unajua, kwa sisi watu ambao tunaofanya operation tunakuwa hatupati ile heavy bleeding sana, tunapata ile ya kawaida. Sasa vile nilikuwa napata ile sana, mpaka nikawa na wasiwasi. Yani nilikuwa siko hadhi, kwa ufupi siko sawa. Hata kutoka hata nikienda kazini, kama hivi kidogo na wasiwasi, sijui itachafua, sijui itafanyaje, yani pole kwa madhila. Kumalizika hilo lakini ikawa na nashukuru kwamba baadhi ya wenzangu nilikuwa naongea nao kanishauri kwa daktari. Nimeenda kwa daktari nikamuuliza, haiwezi kuzuilika hii? Akasema haiwache tu ndio inamalizika. Kwa hivyo just akanipa vile vidonge tu vya kunisaidia nini, basi alhamdulillah. Asante sana Angela. Umekuwa ukiwafuatilia pia wafuatiliaji wetu, hebu tuambie wanasemaje. Kuna msikilizaji mmoja hapa anaitwa Martha, yeye anasema kama ukomo wa mwanamke kupata mtoto ni baada ya hedhi kukoma, inakuwaje kuna uwezekano wa wanawake wenye umri mkubwa kubeba ujauzito nyingine za kisayansi kama vile kupandikiza mimba kupitia IVF? Nakumbuka kuna kisa cha mwanamke mmoja kutoka Uganda anaitwa Safina Namukwaya mwenye umri wa miaka 70 ambaye alipata watoto mapacha bila shaka kwa upasuaji, lakini pia kwa njia hiyo ya kupandikiza. Kwa hivyo labda daktari hapa angetuambia inakuwaje kwamba hili linawezekana. Dokta, tafadhali. Hilo linawezekana kwa sababu kinachofanywa au anapokoma hedhi, maana yake ni kwamba anaacha kuzalisha mayai, na anaacha kuzalisha mayai kwa sababu vile vichocheo ambavyo vinamsaidia kuzalisha mayai vinapungua kufikia level ambayo haviwezi tena kumsababishia mama kuzalisha mayai. Kwa hiyo zipo dawa ambazo mama anaweza akapewa na akazalisha mayai, au wakati mwingine mama anaweza yai la mtu mwingine likatumika na mbegu ya mume wa mama ambaye anataka kupata mtoto katika umri mkubwa, na mama huyo akaweza kupewa dawa kwa ajili ya kuandaa kizazi chake na mtoto akapandikizwa. Kwa hiyo inawezekana. Na
Mbali na hilo, tumemsikia Mama Shifa hapo akizungumzia yale madhara ama tunasema side effects, tunaita side effects ama madhila ambayo yanawapata wanawake katika kipindi hiki cha menopause. Alikuwa anapata hedhi nzito sana, akawa na hasira na vitu kama hivyo. Ni vitu ambavyo hutokea kweli wakati huu, ama labda kilikuwa ni kitu kingine tu ambacho kinamsumbua pengine? Hutokea, na hasa kile kipindi ambacho mama anakaribia kukoma hedhi, tunaita premenopausal period. Hicho kipindi kinakuwa ni kipindi kigumu sana kwa hawa kina mama kuliko hata kipindi chenyewe cha kukoma hedhi. Anapokaribia pale, hizo dalili anazosema ni kweli huwa zinatokea. Anakuwa na hasira, anasikia kama joto fulani usoni, wakati mwingine anakosa usingizi. Hata vile vitu ambavyo mwanzoni alikuwa anavifurahia havifurahii tena. Kwa hiyo hicho kipindi tunakiita premenopause, na kipindi ambacho kinamwandaa mama kwa ajili ya kukoma hedhi. Na nimeona mahali pengine wakisema inaathiri zaidi pia hata tendo la ndoa. Hili nalo lina ukweli kidogo tu? Lina ukweli, kwa sababu kwanza mama hawi katika hali yake ya kawaida, kwa hiyo hawezi kufurahia tendo la ndoa. Lakini pia kama nilivyosema, zile hormones vichocheo vile vinavyoshuka kwa ajili ya kuzalisha mayai vinafanya kina mama pia wanakuwa kavu sehemu za siri. Kwa hiyo ukavu unamsababishia maumivu, kwa hiyo hawezi kufurahia tendo la ndoa. Mama Shifa, swali kwako la mwisho, pengine katika nyakati hizi ambazo ulikuwa unapitia, sasa umekuwa sawa, unawaambia nini wanawake wengine kwa kifupi sana, alafu tumalizie na daktari tafadhali? Mimi nawaambia kwamba tunapoona kwamba hatuko sawa, ni vizuri, kwa sababu sisi huku tuna samahani neno kidogo sasa hivi linatumika vibaya, tuna mashoga, lakini si marafiki wa kike, wenzetu wa kike. Na wenzetu wa kike wale ambao kidogo wamekuzidi umri, ni vizuri pia kupata ushauri wao, kwa sababu yeye tayari pengine atakuwa amepitia. Lakini jambo jingine ni vizuri sana 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 kwenda kupata pia ushauri wa wataalamu. Ukienda kule wanakupa ushauri, kwa sababu unajua huku pembeni huku madaktari tunakuwa wengi bila kusomea. Sasa unapokwenda kule kwa mtaalamu hasa anakuambia, mwingine anakuambia chukua hii, tafuta yote hii. Unaona, sasa ukienda kule anakuambia usije ukafanya hiyo, wewe wache tu, hiyo ndio inamalizika, inatoka ndio uchafu ule unamalizika kwenye nini. Ushaona? Kwa hivyo tuchukue ushauri kwa marafiki zetu, kwa wahisani wetu, kwa baadhi ya familia ambao unaona kukaribu. Unajua kuna mambo mengine huwezi kuzungumza na kila mtu. Lakini jengine ni kupata wataalamu, na wakati kwa kufuata wataalamu ni vizuri, especially kwa hizi nchi zetu sisi huku, ni vizuri hasa kwenda kwa mtaalamu 2 3. Mimi nakumbuka mara moja nilikwenda kuchukua dawa, mpaka nilipofika nyumbani kwangu wazangu wamenipokea, wakaniambia walifikiria wao hivi nimewaletea labda chakula au nini, kwa sababu kwa jinsi nisipoa dawa ilikuwa mingi. Lakini nilipokwenda kule kwa mwingine akaniambia tumia hii na hii na hii, hizi nyingine acha, kwa sababu haya madawa mengi nayo pia sio mazuri. Asante sana Bi Shifa. Labda daktari, kwa sekunde kama 30 hivi, unawaambia nini kina mama wanapitia kipindi kigumu sana wakati huo? Kidogo tu. Kwanza niseme Lilian, tunaposema uwezekano wa kushika mimba baada ya miaka 35 unapungua na changamoto zilizoweka, haimaanishi kushika mimba, haimaanishi watapata changamoto. Wengi wanashika mimba na wanakwenda mpaka wanafika wakati wa kujifungua, lakini uwezekano wao wa changamoto kuongezeka ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo wasiogope wale ambao hawajabeba mimba mpaka kufikia umri huo. Asante sana Dr. Chapa, asante sana Bi Shifa. Tumefikia mwisho wa mjadala wetu na ninawatakia mchana mwema. Asante sana na washukuru. DW Kinaga Ubaga. Hujambo, na mimi ni Rashid Chilumba. Siku ya sheria nchini Tanzania ilifanyika Jumatatu ya Februari 2 huko mkoani Dodoma. Mojawapo ya jambo kubwa lililojitokeza ni kauli ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi, aliyetoa rai kwa watu hasa viongozi nchini humo kuchunga ndimi zao wanapozungumzia yale yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa mwaka jana, ambapo upinzani na wanaharakati wanasema mamia ya waandamanaji waliuawa baada ya kuzuka vurumai. Kwenye Kinaga Ubaga leo nimemkaribisha kiongozi huyu chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi. Anaamini Tanzania imo kwenye mkondo sahihi kwenye kutafuta ukweli wa kilichotokea mwishoni mwa mwaka jana. Bwana Mwabukusi, karibu sana kwenye mazungumzo ya Kinaga Ubaga. Asante. Kwenye sherehe za siku ya sheria hapo Tanzania ulikaririwa ukitoa
ushauri kuhusiana na matukio yaliyotokea Oktoba 29 mwaka jana nchini Tanzania, na wewe ukatoa rai kwa viongozi wa serikali wajiepushe kuzungumzia hilo. Hebu fafanua, ulikuwa una maana gani? Kama unavyojua Oktoba 29 ilikuwa ni changamoto kubwa. Kuna wananchi mpaka ninapozungumza leo hii hawajui watoto wao, wapendwa wao, ndugu zao wako wapi. Na changamoto kubwa iliyojitokeza ni kwamba kumeibuka viongozi wa juu wa serikali ambao wamekuwa wakilizungumza kwa namna ambayo haionyeshi sympathy, yaani haionyeshi kuwafariji wahanga, watu waliopotelewa na watoto wengine wamepata viatu, wamezika nguo. Lakini ushauri wangu kwamba tunahitaji hekima. Kama uwezi ukawa na neno la faraja kwa wahanga au kwa watu hawa, kwa kiongozi ni bora ukae kimya, kwa sababu tunapozungumza kwa namna ya kutweza na kukebei, tunachubua na kuumiza hisia za hawa watu. Kwa hiyo rai yangu ilikuwa ni kwa viongozi, huu ni wajibu kwa viongozi kwamba lazima wajirestrain kuzungumza, lakini sio wahanga, sio watu wanaopiga kelele ili watu wapatikane. Hapana, ni kwamba kiongozi kama huna lolote la maana la kuadd value kwenye uchungu, msiba, maombolezo na sitofahamu ya watu kupotelewa na ndugu zao, ni vema ukakae kimya ili wenye hekima waweze kupata nafasi ya kutafuta njia ya kutafuta suluhisho kuliko kuendelea kuumiza wahanga ambao mpaka sasa bado wana sintofahamu ya wapi waliko ndugu zao. Lakini mgeni rasmi kwenye sherehe hizo za siku ya Shuria, makamu wa rais wa Tanzania Bwana Emmanuel Nchimbi alipotoa hotuba yake alisema kwa maoni yake anakubaliana na mtazamo wako, lakini angependa sio viongozi wa serikali tu bali watu wote wakae kimya, kuacha kuzungumzia kuhusu yaliyotokea Oktoba 29. Kwa maelezo yake anasema kufanya hivyo ni kutolitendea haki taifa kwa sababu imeundwa tume inayochunguza yaliyotokea. Nadhani ndio maana alisema yeye kwa maoni yake, lakini kwa sababu aliunga yale ya kwangu mkono, ya kwangu hayakuhusiana kwamba watu wasizungumze kabisa, kwa sababu lazima watu wapige kelele, lazima watu wahoji, lazima watu waendelee kutafuta, lazima watu waitishe uwajibikaji, lazima watu wajue. Na ndio maana tunasema tunataka mchakato mzuri utakaoaminika na wote, utakaokuwa wazi kwa wote, utakaokuwa wa haki, ukweli, uwazi na uwajibikaji, ili ndio utuongoze kwenye kutafuta suluhisho letu kama taifa. Katika siku za karibuni, Bwana Mwabukusi, utakubaliana na mimi, kumekuwa na kauli zinazoonyesha kuwa baadhi ya viongozi wa kisiasa, hasa kwa mfano kutoka upande wa upinzani na hata wanaharakati, wanaotilia mashaka utaratibu uliotumika kutafuta hicho unachokiita uponyaji na maridhiano kupitia hii tume ya uchunguzi. Wewe ni mtaalamu wa sheria, kiongozi wa wanasheria hapo nchini Tanzania. Unaamini njia hii ya kuunda tume na jinsi inavyofanya kazi hadi sasa, unaridhishwa na utaratibu huu uliochukuliwa? Mimi sitaki kuzungumzia tume kwa sababu tume iko mahakamani. Kuna shauri limefunguliwa mahakamani kupinga uhalali wa tume, uhuru wa wajumbe wa tume, utaratibu wa uteuaji wa tume. Kuna kesi iko mahakamani. Na kwa namna yoyote nitakapotaka kuzungumza, I'll be critical. Kiasi ya kwamba nitakuwa na interfere na kile ambacho tumekiplead na kukiweka mbele ya mahakama. Lakini uhalali unakuja tarehe 15. Uhalali ni swala moja. Kwa bahati mbaya ama nzuri, tume bado inaendelea kufanya kazi, na wengi wanaotoka kuzungumzia kinachoendelea wanakosoa njia zinazotumika. Kwa mfano, hivi karibuni tume ilizuia waandishi wa habari kuhudhuria na hata kuripoti yale yanayosemwa na wahanga wanaofika mbele ya tume hiyo. Ndio maana nimesema kwamba hayo ndio yanayohojiwa mahakamani. Mngefuatilia shauri lililoko mahakamani, yote hayo unayozungumza ndio yanayohojiwa. Lakini vile vile nimesema tunahitaji ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Na nimesema tunahitaji tume inayoaminika, au tuweke utaratibu unaoaminika na kukubalika na wote. Na uangalie jambo hili linagusa taasisi za ndani, za nje, za kimataifa, vyama vya siasa, taasisi za kidini. Kwa hiyo nilieleza kila kitu katika maelezo yangu. Una imani kwamba hamu hiyo na shauku hiyo ipo ya kutafuta hicho unachokiita ukweli kuhusiana na kilichotokea mwaka jana?
tunataka mimi kama nilivyokuambia kwamba nitakuwa na imani wakati bado tunasema tunashauri utaratibu uwekwe, bado utaratibu haujauweka. Kwa hiyo siwezi kuwa na imani kwamba sasa tulivyoconstrue au tumetengeneza sasa kimekamilika. Sasa hivi tuko kwenye mchakato, ndio tunaoshauri. Tukishashauri au tukishakuwa kwenye uundwaji, ndipo pale unapoweza ukaniuliza imani au mtazamo wangu na hicho kilichopo sasa. Lakini muelewe hii ya sasa aliyeiunda amesema anataka imsaidie kupata ukweli. Sasa kama ni kupata ukweli ni ya kwake, yeye apate ukweli ni ya kwake. Kwa hiyo mimi kutoa comment itakuwa sub judice kwenye hoja tulizoziuliza au tulizoziibua mahakamani. Unadhani ni busara kwa kushauri viongozi pekee wakae kimya kuzungumzia kuhusu yaliyotokea Oktoba 29, iwe kwa mtazamo wowote? Kwa sababu kuna fikra, wengine wanadhani nguvu iliyotumika ilikuwa ni sahihi. Rais wa Tanzania alikaririwa akisema. Unadhani ni busara viongozi kushauriwa wakae kimya, lakini wanasiasa wa upinzani na wanaharakati waruhusiwa waendelee kuzungumzia yaliyotokea? Sijasema wakae kimya, nimesema hekima. Unajua, unapotaka kusuluhisha migogoro, kuna mtu ambaye ni direct beneficiary na mwingine ni victim. Sijasema wasizungumze, nimesema wajaribu kutumia hekima. Nina maana gani na maana hiyo? Tusizungumze kwa namna ya kutweza, kubeza na kubagaza wahanga. Thamani kubwa ya taifa lolote ni uhai wa watu wake. Maelfu ya watu hawajulikani waliko, huwezi ukazungumza kama kitu kidogo tu hivi. Ndio ilikuwa hoja yangu. Wewe ni mwanasheria, unafahamu kuwa haki iliyochelewa ni sawasawa na haki iliyonyimwa. Miezi karibu 2 sasa imepita tangu matukio yale yalipotokea, na kuna hisia kuwa mchakato huu wa kutafuta ukweli wa kile kilichotokea unaweza kuchukua muda mrefu zaidi. Ushauri wako ungekuwa nini ili kuepusha ile haki ya watu isipotee? Hapana, watu wasiwe na hofu kuhisi hilo. Hili jambo sio la Tanzania tu. Nchi za Ulaya Mashariki wakati wanatoka kwenye totalitarianism, wote mtakubaliana nini kilitokea. Ulikuwa ni mchakato wa muda mrefu. Angalia Afrika Kusini, ilichukua muda gani? Tuangalie Kenya, ilichukua muda gani? Kinachotakiwa ni kuwepo ile process. Lakini kufikiri kwamba we are too late or it is not possible, that is not a right vocabulary. Kinachotakiwa ni hekima, busara, utulivu. Hatujachelewa na wala hakuna kitakachopotea. Ndio maana narudia tena, nilisema tuongozwe na ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Bwana Boniface Mwabukusi, rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS nchini Tanzania, shukran sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga. Asante, nashukuru. Na tunaelekea sasa mwishoni mwa matangazo haya, lakini kabla sijafunga, ninasoma ujumbe wako kutoka kwenye Instagram. Ramdizo anasema kama mabomba ya maji tu wameshindwa kuunganisha, wataweza bomba la mafuta. Anazungumzia ziara ya Museveni nchini Tanzania. Abeida anasema karibu sana Tanzania, mgeni wetu Rais Museveni, tunataraji mafanikio makubwa kwenye bomba la mafuta na faida kubwa kwa Tanzania na Uganda. Emily Lukosa anasema ushirikiano ni muhimu kwa maendeleo ya Afrika Mashariki. Kila laheri marais Samia na Museveni. Hussein Karuki anasema Afrika tulichelewa sana, tunapaswa kujitegemea ili kuepuka kunyanyaswa. Justin Agostino anasema Afrika hatuwezi kujitegemea kwa sababu tuna viongozi wanaotanguliza maslahi ya ubinafsi. Ninakamilisha sasa matangazo haya ya mchana, lakini na kukumbusha kwamba saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Hadi wakati huo, naitwa Lilian Mtono, ninakutakia mchana mwema. Kumetamatu zinakuangaisha, nionyeshe mapenzi na uba, hivyo vyote mpenzi vinapita. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.